Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dhit-tawli wal fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alayna bi irsalihi ilayna akrama khalqihi alayhi wa afdalahum ladayhi habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu wasallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Rabta TV, hewani ni kipindi chako pendwa cha visa vya mitume. Na hapa katika kipindi kilichopita tuliangazia jeshi la watu wa tembo, na mwishoni kabisa tulifunga kuwa tutaangalia matukio ambayo yaliyotokea kabla ya kuzaliwa kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tukio la kwanza tuliona ile tukio la jeshi la watu wa tembo, lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, je, kabla ya kuja kwako kuna viashiria vyovyote vilijitokeza? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad kuwa aliulizwa, tupe habari kuhusiana na we mwenyewe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kuwa ana da'watu Ibrahim wa bushira Isa. Kwanza hakika mimi ni dua ya Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim alayhi salam alipata kuomba dua huko nyuma. Dua hii ipo katika suratul Baqara. Amesema kuwa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, e Mola wetu wapelekee mtume kutokana na wao, yatlu alaihim ayatika, anayewasomea aya zako, wa yuallimuhumul kitaba, na awafundishe kitabu, wal hikma, na hekima, wa yuzakihim, na awatakase, innaka antal azizul hakim, hakika wewe ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Dua hii aliomba Nabii Ibrahim alayhi salam, na kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajibu dua ya baba yetu Nabii Ibrahim alayhi salam kwa kumleta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana tuliona kule mwanzoni katika sira yake kuwa wayattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alayhi salam, kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam nasabu yake inaungana kwa Nabii Ismail mtoto wa Nabii Ibrahim, juu yao amani. Kwa Nabii Ibrahim aliomba dua kwa Mwenyezi Mungu amlete mtume, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajibu dua Nabii Ibrahim kwa kumleta Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tena katika kizazi chake. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema kuwa wabushira Isa, lakini mimi ni bishara ya Nabii Isa. Na Nabii Isa alipoambiwa na Waisraeli, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu juu yenu, ninathibitisha yale yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati, lakini mimi ni mwenye kuwabashiria mtume atakayekuja, ismuhu Ahmad, jina lake ni Ahmad. Na Ahmad ni miongoni mwa majina ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini katika hadithi hii Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea tukio lake lingine lililotokea kabla ya kuzaliwa kwake. Anasema kuwa waraat ummi hina hamalat bi kaannahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusuru Sham, na alipata kuona mama yangu pindi alipobeba ujauzito wangu kana kwamba kuna nuru imetoka katika tumbo lake yeye, imeangazia katika mji wa Sham. Imekuja katika riwaya nyingine katika mji wa Busra, lakini hapa imekuja ile nuru imeangaza katika mji wa Sham. Tukio hili lilitokea kabla hata hajazaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana wanazuoni wengi wanaotafsiri Qur'ani akiwepo Ibn Kathir akiueleza mji wa Sham bi maana Syria, ule mji kuwa ni mji mtukufu, kwani hata baba yetu Nabii Isa tunaambiwa uko mbele mwishoni mwa dunia atarudi Nabii Isa ibn Maryam, atashukia katika mji wa Syria katika eneo la Damascus. Atashukia kule Damascus, ataenda zake mpaka mitaa ya Madina, atakutana na Imam Mahdi, wataenda kumuua Masihi Dajjal. Lakini atashukia wapi? Atashukia katika mji wa Sham. Ule mji uliangaziwa na nuru ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Bwana Mtume ni nuru. Anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kuwa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, hakika imekujeni kwa Mwenyezi Mungu nuru. Nuru ya hapa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
wa kitabun mubin, kitabu cha hapa ni Qur'ani. Lakini tukio lingine alieleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Mama Amina pindi alipobeba ujauzito wake, anaelezea kuwa alishangaa ule ujauzito wake ulikuwa ni tofauti. Bimaana kuwa akina mama wakibeba ujauzito ndio maana wanakuwa wanaitwa wajawazito, maana kuna uzito unaopitia. Lakini kwa Mama Amina ilikuwa tofauti, kwake yeye alikuwa ana wepesi, yani kule ujauzito ni wa aina yake. Yote kwa sababu gani? Kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kutokana na yule anayekuja ni mtukufu. Huyu ndio Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na haya ni baadhi ya matukio ambayo yaliyotokea kabla ya kuzaliwa kwake. Je, vipi alizaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Endelea kuwa nasi Rapta TV, mtindo maisha. Vile vile usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mingine ikiwepo Facebook, Instagram na WhatsApp. Pia usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa ajili ya kupata mafundisho mbalimbali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.